Bwana Yesu asifiwe. Hakika leo ni siku ya baraka, ni siku ya ushindi, ni siku iliyotukuka. Hakika ukisoma kitabu cha Torati 18 na ule mstari wa 10 na 11, unaona Moses wakati anawatoa wana wa Israeli kwenda katika nchi ya Kanaani. Unaona Mungu anasema naye, anampa utaratibu wa maisha ya wana wa Israeli inatakiwa waishi. Unaona Mungu anasema katika Torati 18 ule mstari wa 10, anasema asionekane mtu yoyote anampitisha mtoto wake binti yake kwenye moto, au arogae au apigae la Mungu au mbashiri katika lile kundi la wana wa Israeli wamwabudu Mungu. Kwa nini Mungu alisema haya? Kwa maana Mungu wetu ni Mungu aliye mtakatifu. Alitaka ule mkutano wana wa Israeli wote wamtegemee yeye, wasiwe wapiga la Mungu, wasiende kwa waganga, wasiende kwa wachawi. Maisha yao yote yadumu katika kumpenda Mungu, yadumu katika kuiishi ile neema ya Kristo Yesu. Kwa maana ukienda kinyume na Torati, ina maana wewe umekengeuka. Kwa hiyo Mungu alitaka wadumu katika ile kweli ya Mungu, wasimame katika matendo makuu ya Mungu wetu. Hakika wema wa Mungu ukajifunua kwao kwa mapenzi ya utukufu wake, na wao wakadumu katika ile neema ya Kristo Yesu. Naye Mungu akasimama na wao, wakakiri neema ya Kristo Yesu ya ukuu na mamlaka zake. Lakini unaona pale walipokaidi, unaona Mungu aliwapiga. Pale walipodumu katika ile kweli, Mungu alisimama na wao, kwa maana wao ni uzao wa Ibrahimu, wao ni uzao mtakatifu, kwa maana Israeli ni mwana wa Mungu aliye hai. Wamebeba agano la Mungu wetu wa mbingu na ardhi, kwa maana yeye amgusaye Israeli anamgusa limboni ya Mungu wetu wa mbingu na nchi. Hakika ukuu wa Mungu ukaonekane katika maisha yako, ukasimame na maisha ya baba zetu ya imani walioyakiri, walioamini kwamba tusiende kwa wafunga pepo, kwa wachawi, kwa waganga. Tusiende, tudumu katika kumpenda Mungu, tukae katika ile kweli ya Mungu. Mungu wetu atajifunua kwa viwango vya ajabu. Mungu wetu ni mwaminifu sana, lakini sisi tumekuwa ni watu wa kuacha zile kanuni na sheria za Mungu. Ndio maana Mungu wetu anakuwa anajificha kwetu, kwa sababu sisi tumekuwa tunajitia unajisi tunapokwenda kwa waganga, tunapokwenda kupiga la Mungu, tunapofanya mambo mbalimbali ya uchafu. Hakika Mungu wetu ni Mungu aliye mtakatifu, kwa maana alisema, ukitaka kuwa mtakatifu nikaribieni mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu. Kwa maana kwa Mungu wetu ni Mungu aliye mtakatifu, kwa maana si neema ya Kristo Yesu itembee na wewe, ikae na wewe katika maisha yako, ukamwone Mungu akijifunua kwako, akupigania katika mipango, katika kazi, katika uchumi, kwa maana wewe ni mwana wa Mungu. Hakika mwana wa Mungu, nenda kwa uwezo huo na Mungu atasimama na maisha yako. Hakika ubarikiwe sana, kwa maana Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu. Amen.